Naitwa Lilian Ezekiel Mbwambo. Ni mwimbaji wa The Anava Voice, sauti ya pili, ambayo inapatikana katika kanisa la Adventista wa Sabato Luguruni, Tanzania. Niko mbele yenu hapa kutoa shuhuda fupi kutokana na wimbo wa Ayubu ambao tunaenda kurelease hivi karibuni. Ni wimbo pendwa kati ya nyimbo zangu, mimi pia ni nyimbo kati ya nyimbo pendwa. Wimbo wa Ayubu ulitungwa na aliyekuwa mwalimu wetu, the late Shadrack Baisha, ambaye alikuwa ni kijana mwenye upendo, mcheshi. Hakuwa tu mwalimu kwetu, lakini alikuwa ni rafiki na ndio aliyekuwa mtunzi wa nyimbo zetu zote ambazo tumerekodi katika EP yetu ya kwanza yenye nyimbo 5. Shadrack Baisha baadaye kidogo baada ya kuanzisha The Anava Voice, ambapo hapo mwanzo ilikuwa inaitwa The Humble, alipitia maisha ya Ayubu halisi. Aliumwa sana Shadrack. Lakini kipindi chote cha yeye alivyokuwa anaumwa hakuwahi kumwacha Mungu. Alikuwa akitutia moyo na alikuwa anatusii sana tusiache kuimba. Mimi binafsi wakati anaanzisha kwaya ya The Anava, sikuwahi kupenda tena kuimba kwaya kwa sababu za ujana na maisha kubadilika kidogo. Kwa hiyo nikajiona sitakuwa na muda sahihi wa kumtumikia Mungu katika uimbaji, na at the same time nikafanya kazi zangu za kawaida. Lakini alinitia moyo, akaniambia, Lili, inawezekana, una kipaji cha kuimba, bado unatakiwa kumwimbia Mungu. Na kweli nikajiona mimi bado kijana, nina nguvu hata kama nina ratiba zangu, lakini hazinizuii mimi kuimba. Na akaniambia hata katika huo muda mdogo tu unaopata, njoo tuimbe. Tukaanza kuimba tukiwa wachache. Watu wengine walitudharau kwa sababu ya ule uchache wetu, akaona hatutafika mbali, lakini siku zote Mwalimu Shadrack alikuwa anatutia moyo na kutuambia kwamba tunaweza. Hata ukiimba vibaya atakutia moyo, atakufundisha tena. Hakuchoka kwa namna yoyote ile, hakuchoka kutufundisha. Shadrack baada ya hapo alianza kuumwa. Wakati hali yake ni mbaya, siku zote alikuwa anatukumbusha kwamba tusiache kuimba. Siku zote tumwimbie Mungu. Tukiwa bado vijana, tukiwa bado tuna nguvu, katika hali yoyote ile tusiache kumwimbia Mungu. Shadrack aliumwa na hali kama mbaya na ikabidi apelekwe India kwa matibabu. Baada ya kufika India, kwa nguvu zetu kama wanadamu, hali pia ilishindikana kwa sababu kiwango chake cha kansa kilikuwa kimeshafika kikubwa. Ikabidi arudi Tanzania, na kurudishwa Tanzania hali kazidi kuwa mbaya. Alivyokuwa kitandani, tulivyokuwa tukienda kumsalimia, siku zote alikuwa anatuambia tusiache kuimba, tumwimbie Bwana tukiwa bado vijana. Na alikuwa na neno lake moja, alikuwa anapenda kusema kwamba tutakutana mbinguni. Nakumbuka hata kipindi anaenda India, alikuwa ni mtu wa imani sana. Alikuwa anapenda kusema, Lili, mimi naenda India, naenda kutembea tu. Najua naenda kupiga picha tu, nitarudi, tutakutana tena. Kwa hiyo alikuwa ni mtu mwenye imani sana. Alikuwa anatutia moyo. Ukipitia changamoto yoyote, alikuwa anakutia moyo. Nakumbuka kipindi ambacho tunaanza kuimba, waimbaji wenzetu na muda hadi wanakosa nauli, lakini Shadrack atatoa hela yake mfukoni, atawalipia ili waje mazoezi. Akiwa na mwalimu wetu ambaye yuko sasa hivi anaitwa Mwalimu Innocent Gapwani. Yaani Shadrack na Innocent walikuwa kama mapacha. Kwa hiyo Shadrack alikuwa ni mtu ambaye maisha yake halisi yenyewe yanajieleza, ni shuhuda tosha. Akaumwa, akapitia changamoto nyingi, na yeye ndo mtunzi wa nyimbo zetu zote ambazo tumerekodi mwanzo. Na kati ya nyimbo ambazo Shadrack alikuwa akipenda sana ni nyimbo ya Ayubu. Nakumbuka wakati anatunga Ayubu, kipindi ndo anaanza kupata maumivu, tulikuwa tumetoka kutoa huduma katika kanisa jirani. Tuko njiani. Shadrack, beti la pili la ule wimbo, beti la kwanza lilikuwa linaongelea umoja. Beti la pili akawa anaweka wingi. Nikamwambia Shadrack, kama mwanzo tumeanza na umoja, kwa nini huko mbele tusiendelee na umoja, maana inaleta maana zaidi. Akasema alafu nyama Hilo ndio ilikuwa neno lake, alikuwa analipenda. Kama ukifanya kitu kizuri, hata ukiimba sauti ukaenda kwenye key vizuri, anakuambia unyama. Kwa hiyo wimbo ukabeba maana zaidi. Na beti ya pili likabeba maana zaidi kwa sababu lilikuwa linamuongelea mtu binafsi, yani Ayubu kama Ayubu. Maisha ya sisi binadamu kama sisi binadamu, yani mtu mmoja mmoja. Ni nani leo dunia hii asemaye Bwana
mimi ni mkamilifu, kwamba hakuna binadamu mkamilifu. Sisi wote tunakuwa na tunamtumikia Mungu. Kwa hiyo baadaye Shadrach alizidi kuwa mbaya, na ilipofika mnamo tarehe 11 mwezi wa 5 Shadrach akalala usingizi. Ilikuwa ni siku ngumu kwetu sisi wanakwaya, kanisa kwa ujumla. Tulikuwa kama familia. Shadrach alitufanya tumekuwa kama familia. Nakumbuka ilikuwa ni usiku, kuamkia ni asubuhi. Wakati nahisi mimi ni mtu kati ya watu wa kwanza kupata taarifa za siku. Ilikuwa ni ngumu sana. Shadrach alinipa nafasi nyingine ya kumuona Mungu. Unajua, katika maisha kama kijana kuna kipindi unaweza ukahisi yaani unaishi uko sawa tu, lakini utakapokuwa karibu na Mungu unamuona, yaani unamuona. Na kupitia uimbaji nilimuona Mungu kwa namna tofauti. Kwa kupitia Shadrach nilimuona Mungu. Mtu ambaye alikuwa kitandani, hawezi kuongea, hawezi kutembea, lakini bado ana imani na Mungu wake. Kijana mdogo chini ya miaka 26. Ni ngumu, si rahisi kama unavyofikiria. Lakini wimbo wa Ayubu, wakati Shadrach bado yupo kitandani anaumwa, ilibidi amfuate producer na alipe nyimbo zote 5 bila hata sisi wanakwaya kujua. Akalipia nyimbo zote 5. Kijana mdogo tu. Tulikuja kujua baadaye kwamba alishalipia. Jinsi gani alikuwa akipenda kazi ya Mungu, na alikuwa na moyo wa kufanya ikiwa kidogo. Hakuifanya labda kwa sababu alijua atakufa leo au kesho, na alifanya kwa sababu ilikuwa ndani ya moyo wake. Aliwiwa, akajiona mimi ni kijana na inanipaswa kufanya kazi ya Mungu nikiwa bado mdogo. Shadrach alala usingizi wa mauti, lakini tuna imani tutaonana naye tena katika ile asubuhi ya leo. Maisha ya Shadrach yakawa fundisho kati ya mimi na wewe. Sisi ambao bado ni vijana, lakini hata kama ni mtu mzima, unapopitia jaribu lolote, usimwache Mungu. Tunayajua maisha ya Ayubu katika Biblia. Ayubu alikuwa ni mtu wa Mungu, na hata alipopitia changamoto za kunyang'anywa kila kitu, mali, watoto, hakumkana Mungu. Katika nyimbo ya Ayubu kuna kipengele ambacho mimi nakipenda sana. Sehemu karibu ya mwisho kabisa inasema, nitumie Bwana nikutumikie hadi mwisho wa uhai wangu. Mruhusu Mungu akutumie wewe sasa hivi mpaka siku ya mwisho wa uhai wako. Nikutie moyo na nikukaribisha kusikiliza nyimbo yetu pendwa ya Ayubu. Ni nyimbo ambayo imegusa watu wengi pale tunapokuwa tukiimba the Another Voice, na ninaamini itakugusa hata wewe. Nimekuwa ni shuhuda katika maisha ya watu wengi. The late baba yangu mimi ilikuwa ni kati ya nyimbo zake pendwa sana. Alikuwa hata kipindi anaanza kuumwa alikuwa ni wimbo ambao anapenda kusikiliza. Kwenye gari yake ukipanda, Ayubu ilikuwa ni favorite. Kwa hiyo nikusihi, unapopitia changamoto yoyote usimwache Mungu. Shadrach mpaka kipindi cha mwisho kabisa alikuwa anasema tuonane asubuhi hiyo njema. Na ninaamini nitamuona tena Shadrach nitakapofika Mungu. Mungu akubariki sana.